Watu wengi wanaamini kwamba live streaming ni kubonyeza go live tu, lakini tarehe 10 mwezi huu wengi walitambua live streaming ni mfumo kamili, mindset pamoja na biashara kamili. Wale wanaotoka kwenye kamera au kwenye source yako ya video lazima ingie kwenye video capture au video. Karibu katika behind the scene ya live streaming masterclass, ambapo theory zilikutana na vitendo na ndipo ndoto za wengi zikaonekana zinawezekana. Masterclass hii ilikuwa sio ya kawaida, kwani tulienda deep zaidi kiasi ambacho watu waliweza kusikiliza, walielewa na hawaikuishia hapo. Walifanya kwa vitendo na wakaona kile kitu ambacho kinafundishwa kinakuaje. Kuna movement nyingi ambayo huwezi control ile speaker. Na hii source yako ya sauti inakuwa inatokea kwenye nini? Kwenye mixer. Leo tulianza nini maana ya live streamings, mindset shifting kwa nadharia mbalimbali kuhusu live streamings na kwa nini wengi wanakwama wanapoanza live streamings. ili nifanye live streaming ndio ile ya video based live streaming ambayo nataka na picha ikikaa. Hii structure hapa ndio tutakuwa ya kwanza kwenye live streaming yoyote ambayo nataka kuifanya. Source yako ya picha inatoka wapi? Sasa baada ya kujua kwamba source yako ya picha ni kamera inanichukulia picha, najua nijue hizo picha kutoka kwenye hizo kamera nazifanyaje zifike kwenye kompyuta. Ukweli ni mmoja, hauhitaji uwe perfect ndio uanze. Inabidi uanze ndipo uendelee hadi ufikie kuwa perfect. Live streaming inahitaji kujiamini, consistency na kuelewa kuwa watu wanakuja kwa sababu ya value yako, sio brandi ya kamera yako. Baada ya mindset tuliingia kwenye structure kamili ya live streaming. Tulivunja live streaming katika sehemu kuu tatu: pre-production, production na post-production. Kwenye pre-production tuliongelea content flow na preparation nzima, na kwenye production tuliongelea camera, audios, internet pamoja na switching, na kwenye post-production tuliangalia namna ya kutumia content yako ya live katika matumizi mengine. Wengi walishangaa, maana kumbe walikuwa wanafanya streaming pasipo mpangilio maalum, hivyo wanachoka mapema na kukosa matokeo. Hii ilikuwa ni sehemu ambayo macho ya wengi yalifunguka. Live streaming sio hobby tu, ni skills, service na biashara pia. Tulizungumzia kuhusu fursa za live streaming kwenye event, online class, churches pamoja na personal brand. Tukajifunza kuwa ukiwa na mafunzo ya kutosha, live streaming inaweza ikawa ni chanzo halali cha mapato. Hatukuwa tunauza ndoto za vifaa vya gharama kubwa tu. Tulionyesha wazi kuwa kila mtu ana level yake: beginner, intermediate na professional. Simu inaweza ikafanya kazi, DSLR cameras, mirrorless, camcorder na mwisho wa siku cinematic. Inategemea na wewe unaingia kwenye level gani. Lakini kingine, wewe unahitaji nini? Equipment ni tool tu, na isiwe sababu ya kusababisha kuvunja ndoto zako au kuharibu safari yako ya live streaming. Baada ya kumaliza theory, tukaanza section ambao wengi walikuwa wameisubiria, section ya practical, ambapo hapo watu waliona namna ya kufungua OBS kuanzia mwanzo, kuinstall, kuifungua na namna ya kuingiza input za video, za audio pamoja na kuangalia internet na kuseti namna gani video bitrate ziendane na internet iliyokuwa nayo. Na pati hii ilikuwa ni nzuri sana, kwani watu wengi hii ndio pati ambayo iliwafanya waone uhalisia wa live streamings na waone uhalisia kwamba ndoto zao zinaenda kukamilika, kwa sababu wengi walikuwa hawaelewi namna ya kutumia hii software. Na kitu ambacho tuliwafundisha structure ambayo itawasaidia hata kama sio kwenye OBS, hata kwenye software nyingine anaweza akazitumia na akapata the same result. Ndipo nikaanza kuona
nyuso za wengi zina furaha kwa sababu tayari watu walikuwa washaanza kujenga confidence. Na baada ya hapo tukapata tour ya H&M Rentals, vifaa vilivyopo, space zilizopo, na watu wengi waliweza kupata hamasa ya kwamba kumbe sio lazima tu niwe na equipment, ninaweza nikawa na maarifa sahihi, karenti vifaa nikaproduce professional live streaming, mwisho wa siku nikaweza kuhifadhi amount ya hela ambayo nimeipata nikanunua equipment. Masterclass hii ilidhaminiwa na Baroki Tech pamoja na H&M. Walifanya kazi kubwa, hakuna mtu aliyelipia hata 100. Kuna masterclass inayokuja pia ambayo ni free, ambayo itakuwa ni ya mwisho. Karibuni sana.